life is beyond life, and if you need to make in life, you must go beyond life. Maisha ni zaidi ya maisha. Ukitaka kutoboa kwenye haya maisha, lazima uende zaidi ya maisha, na kuna njia kuu mbili tu: mwamini Yesu Kristo, be a spiritual man. Ni mtu wa rohoni tu ameenda zaidi ya haya maisha. Ndugu zangu, kuna watu walijaribu kila kitu kwenye maisha, principles zote wakazifuata hatua baada ya hatua, huku wamevaa miwani, wanakagua maybe I have to work hard, nothing is moving. Maybe sio tu kuwork hard, nafikiri nahitaji kuweka akiba, akashangaa amekula kabla ya tarehe 15. Maybe nahitaji kujipendekeza kwa watu kuwa chawa, akajitahidi kuwa hata chawa, lakini haikuwezekana. Haujajua ya kwamba maisha ni zaidi ya maisha, na ukitaka kwenda zaidi ya maisha, ukitaka kutoboa kwenye haya maisha, lazima uende zaidi ya maisha. That's why men are praying, that's why men are fasting. You can never make in life is until you go beyond it. Huwezi kufanikiwa kwenye maisha mpaka umeenda zaidi ya hayo maisha, na ili uende zaidi ya maisha hayo, you must be a spiritual man. Uko hapa uombi, uendi kanisani, unanifuatilia online, unanifuatilia kwenye redio, umeachaka kanisa siku nyingi, unaishiishi maisha yako, sema wachungaji wamenichosha, huduma hizi zimenichosha. Tunakusubiri, utakuja tena, utaletwa ukiwa umebeba kwenye wheelchair namna hii. Kitu atakachokufanya utaamini, na utakuwa unalia, unatafuta msaada wa Mungu, because life is beyond life. You must go beyond it to make it. You must go beyond it to make it. Sasa yeyote anayenisikiliza anayesema, Baba Evangelist, nimetafakari maisha yangu. Nataka niongee na mtu usiku wa leo. Baba Evangelist, nimetafakari maisha yangu na nimegundua I need spiritual assistance. Yani nilipofika, sio kwamba nimefika, yamkini una maisha mazuri, lakini unasema nafikiri ninahitaji msaada zaidi. Sasa nisikilize, shika hiki nitakachokisema kwako, na ndio ushindi wako. Power set people free. Unajua watu wengi wakishasikia I need spiritual assistance, cha kwanza kinachokuja, natafuta nguvu za Mungu. Maybe I want a man of God who is powerful. Natafuta mtumishi wa Mungu mwenye nguvu, anifungue, aniponye, anitamkie neno la kinabii. Mtu anapofika mahali anasema sasa nataka msaada wa Mungu, spiritual assistance, cha kwanza anajua ya kwamba I must encounter power. Very good, very good. Unahitaji nguvu kabisa. Kumbuka haya mambo mawili nitakayoyasema leo. Moja, power set people free. I'm a man of power. I know what power can do, and I will always demonstrate the issue of power. Power set people free. Inawezekana kabisa ukasafiri kutoka Singida, kutoka Mbeya, kutoka Arusha, kutoka wapi, ukaenda kwa huyo mtumishi wako, au ukaja hata kwangu to encounter power, na ukawekwa huru kabisa. Power can set a man free. Lakini kama kutafuta kwako msaada wa kimungu utaishia hapo, kuna kitu utamisi, kuna kitu hautakuwa nacho. Andika hichi pia, is only knowledge make people free indeed. Okay, so power set people free, but knowledge set people free indeed. Mtu yeyote anayetafuta deliverance, anayetafuta ukombozi, spiritual backup and spiritual help, lazima ajue kwamba I must encounter power, and this can never be the end. I must seek genuine knowledge. Natafuta nguvu kweli na nitakutana nazo kabisa, lakini lazima niende mbali zaidi. Kinachosababisha uwe na uhuru kweli kweli, my friend, is a knowledge. Umewahi kwenda kanisani ukaombewa, ukasikia umefunguliwa kabisa, ulipofika nyumbani wiki ya kwanza ukashangaa tatizo limerudi? Knowledge. You are not delivered until the door is closed. You are still a victim kama kuna kitu hujajua kinachohusiana na hicho kilichokufunga. Hata kama ulikwenda kwenye mkutano wa Yesu mwenyewe, unahitaji maarifa baada ya kukutana na nguvu.
Power can set a man free, but knowledge make a man free indeed. Kitabu kile cha Yohana sura ile ya 8 ule mstari wa 30. Hii itakusaidia kuepuka kutafuta tu nguvu, utatafuta na maarifa pia. Naye alipokuwa akisema hayo, wengi walimwamini. Basi Yesu akawaambia wale Wayahudi waliomwamini, ninyi mkikaa katika neno langu, mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli. It's until you abide in my words, you are my disciple. Shika msisitizo wa Yesu hapa ni kwamba mkikaa katika neno langu, mkikaa katika neno langu, mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Alafu angalia anasemaje? Tena mtaifahamu kweli. Mmekuja kwangu mkiwa na vifungo, nimedhihirisha nguvu zangu kwenu kama kuwafungua. Mmeamua kukaa kama wanafunzi wangu. Kinachofuata ni nini? Mtaifahamu kweli, nayo hiyo kweli itawaweka huru. Kumbuka, awaambii mataifa, anaambia waliomjia. Wamekuja katika vifungo, wamekuja katika hali za kushindwa, wamekuja katika hali za kukatishwa tamaa, lakini anasema kwa kuwa mmekuja kwangu na mmeniamini, mkikaa ndani yangu mtakuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Tena sasa mtaifahamu kweli, kwa sababu mnatafuta uhuru, sio tu kwa habari ya nguvu nilizozifunua kwenu, bali ni kwa habari ya kweli mtakaoijua. Tena mtaifahamu kweli, nayo hiyo kweli itawaweka huru. Wakamjibu, sisi tu uzao wa Ibrahimu, wala hatujao watumwa wa mtu wakati wowote. Nayo wasemaje mtawekwa huru? Kwa kadri unakuwa exposed kwenye neno la Mungu, kuna uhuru unaofikiri unao, utagundua ya kwamba you need more freedom. There is someone who feel like you need to be more free, more free, more free, more free. It's a work of the word of God. Ni kazi ya neno la Mungu kukulazimisha kuendelea kutaka kuwa huru zaidi. Angalia Biblia inasema nini? Yesu akawajibu, amin amin nawaambia, kila atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Whosoever who sin is a slave to sin. Wala mtumwa akae nyumbani siku zote, mwana hukaa siku zote. Basi mwana akiwaweka huru, mtakuwa huru kweli kweli. Msisitizo mkubwa katika andiko hili ni kuonyesha uwezo wa neno kuwavuta watu katika uhuru kweli kweli. Yaani kama nilikuwa nasoma, ningesoma mstari wa 31, mstari wa 32, na hitimisho lake ningehitimisha huu mstari wa 36. Basi mwana akiwaweka huru, mtakuwa huru kweli kweli. Atawaweka huru kweli kweli. Kwa nini? Ataweka huru kweli kweli kwa neno lake. Nimesikia Roho Mtakatifu ananiambia nisisitize, wako watu ambao wamefika mahali wamegundua wanahitaji msaada wa kiroho. You need what we call spiritual help, maybe for financial breakthrough, maybe for marital issues, mambo ya ndoa, mambo ya biashara, mambo ya kila kitu. You need to encounter power. Power will set you free. But the moment you choose to become the disciple, unapochagua kuwa mwanafunzi, ni maarifa utakayoyapata yatakufikisha katika kweli yote, nawe utakuwa huru kweli kweli. Nimekupa msingi utakao kusaidia. Kwanza, usipotee na usipoteze muda wa kutafuta kitu ambacho hautakipata.